Ndio, jambo mheshimiwa. Jambo sana. Nataka kujitambulisha. Mimi ni Kamanda Samuel Mayele Clever. Ndio, bwana mheshimiwa, tunasema asante tena kutubalia kuongea na nyinyi. Tunakuwa na swali moja tu ambayo raia wa Kongo lakini pia Afrika nzima, kutokana na hii hali ya vita ambayo bado inaendelea huko milimani mwa Fizi, Point0 Minembwe. Je, inakuwa vita inakuwaje kwa sasa? Ndio, kwa kujitambulisha niseme ya kwamba mimi ni Jemadari Kamanda Samuel Mayele Clever, nikiwa msemaji makamu wa Special Unit, yani Unité Speciale de Wazalendo, ambayo inayoongozwa na kiongozi Romanzito. Basi habari ambazo zinapita kwenye mtandao za Fizi, ngaja za Fizi, habari za kusema ya kwamba vita kweli, vita iko kule, adui anaendelea kupiga madrone kwa raia ambao wako katika hizo maeneo, lakini FARDC ibu wazalendo wanaendelea kushimama ili kupiganisha hiyo hali. Na kweli katika milima ya Bilalo mbili, Mikenge, Kalingi, Point0, hizo fasi kweli ni vita, na mpaka hivi tunaendelea kuambia raia pole sana, kutoa pole paraporo na situation ambayo inapitikana. Asante mheshimiwa, tufikia hapo kwenye Bilalo mbili, Mikenge na Point0. Swali ni moja, je, iko mikononi mwa waasi wa M23 ama sisi serikali ya Kongo? Kwa hiyo swali journalist anasema, kwa sababu kazi ni kazi ambayo tunaendelea kufanya, na kujibu ya kwamba tunaendelea kufiaturia adui, na adui unajua kama mtafika Minembwe kwa habari ya kusema ya kwamba sisi tusiingie kupiga masasi taumiza raia kwa Minembwe, lakini tukarudia nyuma, ndio adui kutafuta system ya kwanza piga wa raia, mabomu, madrone mbalimbali. Basi sisi wamoja tuko hapo kimya, tunaendelea kufiaturia adui mchana na usiku mpaka tufike mwa hizo maeneo mbalimbali ambazo ziko mwa hizo shida ya madrone. Donc mubarahia yote ya Sud Kivu, yani ya Kongo nzima, ijisikie huru ya kwamba watu wako pale. Kazi ile ya kusema kwa reseaux sociaux balisha kuwa hivi, balisha kuwa Kalemi, peut-être ba M23 ndio hewa, lakini si yetu tungaliki mwinchi ya Kongo. Mheshimiwa, watu mpaka sasa hali ya sitofahamu nazidi kupambazika mioyoni mwa watu. Swali langu ni kama kuijibia kama nilivyokuuliza. Tuachane na hiyo. Wakati ulisikia kuwa mliingia Minembwe, na nguvu gani ambayo mlikuwa nayo mpaka mkashindwa kudhibiti Minembwe mkarudi tena nyuma, na mnadhani mnafilia wapi mpaka mlipofika Minembwe mshindwa kuendelea mpaka kwa mkono penda muendelee? Ndio, asante kwa swali ambao umepiga bwana mhariri, na kuambia ya kwamba tulifika huko, uongozi kasema ya kwamba tushimamishe, kwa sababu tulikuwa shakamata Irundu, tulikuwa shakamata Kakenge, tulikuwa shakamata Ijafi, fasi nyingine Kitavi, tulikuwa shakwama Bilalo mbili. Wakati sasa tumekuwa kimya kuangalia kwanza solution, tukashimama hapo, adui anaanza tupiga nyuma yetu madrone, yani madrone kutoka Rwanda zinaanza huwa marafiki yetu, zinaanza huwa bandugu zetu, population yetu. Tuwa tukuanza angalia nyuma ni nini kinachoendelea, na mpaka hivi ndio tunaendelea kupambana na adui kule yule za Point0. Watu wanapaswa wajisikie amani ya kwamba tuko pale, ili ya kusema ya kwamba voila balienda hivi na hivi, tuko pale, hatutaenda mbinguni, hatutaenda Amerika, tuko Kongo na tutakuwa pale mukeke jour 3 jours. Ndakuambia bwana mwariri, kazi tunaendelea kufanya. Mheshimiwa, ulisema tamba fasi zote kule tuko huko nani Rurambo, tumepiga adui na kumshusha Kaziba, tutaendelea kufanya kazi bisimubebe muda. Mheshimiwa, umesema kuwa wewe ni msemaji wa Unité Speciale. Nimesoma kibarua kimoja jana kimeandikwa kuwa kumefanyika coordination ambayo ama coalition ambayo inaunganisha wazalendo, yani wazalendo wote wa Sud Kivu kwa kitu kimoja, na hiyo barua mnataka ifike kwa Tshisekedi ambao ni rais wa Kongo. Je, zumuni yenu kwa ni nini hasa kwa ile barua, ama nyinyi hamko pamoja na ile coalition, hamko pamoja? Kama hamko pamoja, je, zumuni ni nini hasa ile barua? Nadhani ya kwamba kama hiyo Unité Speciale iliundwa ni kazi, kwa sababu uongozi wote wa Unité Speciale iko kwenye shamba la vita milimani. Kazi yetu ni kupiga adui, ni kupiga huyu mwenye Rwanda M23 afisa ambaye amekuja kuua warahia
yenye sisi tuko tunapiga marufuku ni kupiga raia madroni nyuma yetu, wakati sisi tukifika za Minembwe tunalea raia mzuri, raia inakuwa salama. Sisi tunaona italeta shida, na hiyo kibarua ambacho umeona kubebea kwa rais wa nchi, sisi wazalendo kweli tuko pamoja na tutaendelea kutumikia pamoja, kwa sababu hatuko maadui sisi wenyewe, lakini tuko adui wa Rwanda ambayo tuko na chapa, kwa sababu wamekuja kutuvamia. Inapaswa tuwe maadui yake mzuri sana mwalimu, inapaswa tumchape vizuri, na muda chache ndakuwa kuambia habari ambazo zinapitikana katika milima, na wewe peke utajua. Na raia yetu tunayambia iwe kabisa kalm, iwe kimya, ikiangalia kazi yenye FARDC na wazalendo na wengine wetu wanaotusaidia kama vile jeshi ya Burundi. Nyao watatu tu watafanya kazi. Mheshimiwa, tusamahane, unajua sisi tunaongea sana. Na wakati wa kutia mwami ndo inabada upate nafasi ya kumsalimu. Tukisikia unité special, tunajua kuwa Sud Kivu tutakuwa na angalau fasi mbili ya kupigania. Kuna kwa ligne de front ya huku na ligne de front ya huku. Lakini hapa nyuma tumesikia kuwa na unité special ndio walipatia huku. Sasa mbona nataka mwende kule, huku mtaachia nani? Ndio, sisi tunakuwa na mafroza mingi. Tuko na fro ya Plaine de la Ruzizi, tuko na fro ya huko Rurambo, tuko na fro Mitamba, tuko na fro Kageregere, tuko na fro Lugezi, tuko na fro Kwenzero, tuko na fro fasi yote kwenye adui anatokea. Yaani ni kusema ya kwamba sisi hatuna fasi juu ni nchi yetu. Tuko na fro Bukavu, ni kuambia wana mwalimu, kwa sababu kule kote tutafika ni nchi yetu. Ile ya kusema chenye tu niko nacho rohoni mwangu, ile raia ya kusema ya kwamba miambo imeenda hivi, watu wafate mlengo wa FARDC na wazalendo pia na wandugu zetu ambao wamekuwa tusaidia wa Burundi. Angalau neno fupi ambayo itatoa zile hali ya sitofahamu kwa watu, maana mheshimiwa, nikwambie ukweli, mpaka sasa kuna watu ambao wanataka kukimbia kwa sababu na hali ambayo inakuwa inaendelea kwa mtandaoni, sijui wamekamata Kwenzero na hivyo wanakaribia kukamata Baraka na Kalemi. Angalau neno ambayo itafariji na utuambie wasi wanasimamia wapi na sisi serikali tunasimamia wapi. Ndio nakwambia kwamba maeneo za Kwenzero sisi sote ni kota kote tunaendelea kutumika kazi kama vile unajua kama mchezo ni mchezo, na siwezi kamilisha saa hizi. Napaswa tu kuambia bwana Mwariri ya kwamba raia yetu wa kukimbia, yaani hapendi nchi yake, ni mtu ambaye petetre iko natumika kukote ya enemy, na sisi mtu akitumika kwa hiyo kote ya kusema ya kwamba atie raia mwile chachu marezo sosio nini, sisi hatuko. Kwa hiyo nadhani ulijua mahabari ya Uvira, ulijua mahabari zilizopita zamani za Mulenge, watu kuchomwa, na mpaka leo madrone yanaendelea kufanya ya kutoka Rwanda kuua watu, tukingali na mlengo ya kusukula hiyo madrone jusqu'à ce que tuzifikishe kumwisho. Sisi kwa ngambo yetu raia ifate serikali ya Kongo mpaka mwisho. Unajua walisema ya kwamba watatoka Rwanda wataingia Kinshasa. Kinshasa ishakuwa dialogue ishakuwa tutafika Kalemi binaishia Mikenge. Ndugu yangu, nakwambia kama sisi ni washika silaha, tutaendelea kufanya kazi mpaka wa mwisho. Mheshimiwa, hatuseme mengi sana maana maneno ni hivi ya kuongea. Angalau tu neno fupi ambayo yani ya wakongomani wote, lakini pia wale ambao wanajua huko mlipo hamna mshahara na serikali, angalau mnakuwa mnateseka, kwa watu ambao wania njema anaweza kuwasaidia angalau kitu fulani, ni shida gani ambao wanazipitia kuna ambao watu wanaweza wasaidia, lakini pia neno fupi kwa raia wote ya Kongo na watu wa Uvira, Shabunda, Mwenga, Sud Kivu yote nzima. Okay, msaada ambao tunaomba kwa raia yetu, wa baba, wa mama, wa vijana wetu ambao wanatupenda kwa kazi tunaendelea kuifanya, kweli tunasema waendelee kutusaidia kama vile wanatusaidiaka, kwa sababu tunaonaka unga yao, tunaonaka sabuni yao, waendelee wasichoke, kwa sababu tuna mafamilia, waendelee kuchangia kile ambacho wako na purke kitusaidie sio wazalendo. Tutaendelea kufanya kazi kwa sababu walituzala, kwa hiyo kazi msaada yao yoyote wanapaswa kuipana na wajisikie wako na raha kwa watoto wao waliowazala, kwa sababu ndio hapa ambao unaona hapa waliozaliwa kutumikia hiyo kazi ya nchi ya kidemokrasia ya Kongo, na hatuna ingine nchi ni hii ya bababu zetu waliotuachia ndugu yao, kwa sababu hakuna kwetu tutaenda. Mwe anajua kama nchi yake ni Uingereza aende, lakini sisi tuko huku na tunaomba tu misaada yao ya chini ya yulu, tutaipokea. Mheshimiwa, wewe ndio uko mterrain kwenye shamba la vita.
tutegemee nini ama lini kunywa maji Bukavu ama Minembwe? Nadhani pa Minembwe utasikia habari, kwa sababu tunajipanga kama wanajeshi. Tunajipanga kama wanajeshi. Bwana Mwariri asema mengi, kwa sababu umeniuliza ya kwamba raia wajipanga na magana. Nadhani Uvira kwenye mko watu wako kabisa mkazi zao walikuwa nakimbia. Mlikuwa mnabaita wa liberateur, kufika hata barabarani hakukuwa naona hata mtu mmoja, lakini kurudia kwa wazalendo na FARDC, yaani magari chongo ziko mingi zimerudishwa na kila mtu anatumika kazi yake mzuri. Na Minembwe tunataka raia tuirudishe katika amani. Mikenge raia irudishwe katika amani, na wale wote ambao walio ndani ya M23 warudie, watupokee, tuwe pamoja nao, wakuje watumikie kazi ya nchi ya Kongo. Yaani Minembwe, tunaomba raia ya Minembwe ituchunge tu, tuko pale na kuambia na kulapia. Leo Minembwe tutaingia leo, uko nasema .0 nini mlima nini, watu wanapashwa wawe na amani. Vita ni match, yani vita ni kabumu, ni mpia ambayo kila mtu ataona mapenalty na bagardie mulenda. Tunakushukuru. Asante bwana Mwariri.